Naam, ile siku kubwa kabisa iliyosubiriwa na watu wengi hatimaye ilifika. Mashabiki wa Yanga walifurahi sana kwa sababu walipata ushindi katika mchezo huo na walijiandaa vyema kabisa siku hiyo. Lakini mashabiki wa Simba walikuwa nyuma kwa goli moja hadi kutamatika kwa mchezo huo. Pia bila kusahau mchezo wa utangulizi ulikuwa unawahusisha watumishi wa serikali dhidi ya vijana wa bodaboda kutoka hapa Ngomai, na mchezo huo wa watumishi dhidi ya vijana wa bodaboda ulimalizika kwa matokeo ya magoli 2-2, na sasa mgeni rasmi aliwasili ndani ya uwanja wa CCM Ngomai kwa ajili ya kuanza tukio hilo. Bila kusahau Castoni TV ilikuwa imekaa sawa kabisa na ilikuwa ina watumishi wake wote ndani ya uwanja kwa ajili ya kupata habari mbalimbali. Kipindi cha kwanza watumishi wana goli moja, bodaboda wana goli mbili. Ni goli ambazo zimefungwa na mateka ambao wametoka wamefanya mabadiliko, wameenda kupata ushindi. Mimi sina maneno mengi, huwa nasema kwamba tukutane na kipindi cha pili, mtakuwa na MK maneno mtoto mdogo mwenye maneno busara. Na sasa tupate muda wa kumsikiliza mhamasishaji wa bonanza hili. Mchezo unaofuata ni mchezo wa mashabiki wa Simba na Yanga, na huo ndio mchezo ambao umesababisha tunakuwa na tukio la leo. Na tukumbuke kwamba mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dr. Omar Mkulu, mkurugenzi wilaya ya Kongwa, katika bonanza hili na kuchangia watoto yatima wanaoishi kwenye mazingira magumu ili waweze kupata lishe shuleni. Na baada ya utangulizi mfupi akatokea mtendaji kata wa kijiji cha Ngomai kwa ajili ya kutoa mwongozo na muhtasari mfupi kwa ajili ya shule hizo zote 5 ambazo zinatarajia kupata msaada huo. Na mtendaji kata huyo aliendelea kuhimiza wazazi juu ya uchangiaji wa watoto lishe shuleni, kwani watoto wanapofanya masomo wakiwa wameshiba wanakuwa wanafanya mambo mazuri, na kama inavyokumbukwa mwaka jana wilaya ya Kongwa ilishika namba 2 kitaifa na wanatamani wafike mbali zaidi. Pia alikuwepo askari kata wa kata ya Ngomai kwa ajili ya kuimarisha usalama huo. Pia alikuwepo diwani wa kata hii ya Ngomai, naye aliongea machache kabla ya kumkaribisha mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Kongwa Daktari Omari Mkulo. Ngomai safi! Mheshimiwa diwani wa kata ya Ngomai, mtendaji wa kata, viongozi wa chama ngazi ya kata, viongozi mbalimbali, wananchi wote wa Ngomai kiongozwa na kijana wetu maarufu kwa jina la Kiduku, pamoja na wachezaji wa timu zetu mbili hizi, mashabiki wa Yanga na Simba. Naamini kwamba vijiji mbalimbali, kata mbalimbali zitajifunza, na zenyewe tusitumie nguvu kubwa sana kuwashawishi wazazi kupeleka chakula shuleni. Ndugu wazazi, ili mtoto aweze kuelewa vizuri, ni vyema akiwa anasoma basi anapata na chakula. Akisoma bila chakula, tafsiri yake ni kwamba ana njaa, na hata uwezo wa kumsikiliza mwalimu unapungua. Na uwezo wa kumsikiliza mwalimu ukipungua, mtoto hawezi kuelewa, na tafsiri yake ni kwamba atatusababishia yeye mwenyewe atafeli, lakini pia atasababishia matokeo ya wilaya kushuka chini. Na sisi tusingependa matokeo yetu ya mwaka jana turudi nyuma. Tunataka tuendelee kwenda mbele zaidi. Nisitumie muda mrefu sana. Wakati nakuja hapa nilimwaga mkuu wa wilaya, nikamwambia nakwenda Ngomai, kuna bonanza maalum la kuchangia watoto wanaoishi mazingira magumu ili waweze kutoa chakula shuleni. Amewapongeza sana kwa zoezi hili, na yeye anatuunga mkono kuhakikisha kwamba watoto wote wapate chakula shuleni. Na mimi baada ya kuona hilo nikasema basi na mimi kama ni swala la chakula, na mimi nibebe kagunia kamoja nimekaunganisha kwenye zawadi zenu hapo, ili walau waweze kuongeza nguvu pale ambapo ninyi mmechangia. Tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata chakula shuleni. Lengo ni kuongeza ufaulu ufike juu zaidi, na sisi lengo letu ni kuwa wa kwanza kitaifa, na hilo linawezekana. Kama tumekuwa wa pili kitaifa, kuwa wa kwanza si kazi kubwa. Tumebakisha sehemu ndogo sana. Kwa juhudi hizi ninazoziona za kuendelea kutoa chakula kwa ajili ya wanafunzi shuleni, naamini nafasi ya kwanza huenda mwaka ikawa ya kwetu. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa Ngomai. Nikushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Ngomai si kijiji ambacho
na mimi ni kijiji ambacho si mara ya kwanza kufanya matukio kama haya. Tumeona kuna mwaka hapa mlitoa uwanja kwa ajili ya daktari, mkaanza ujenzi wa nyumba. Naamini kwamba haya maendeleo mnayoyafanya yatawasababishia hata watumishi kwenye kata yenu ya Ngomai waone fahari kuja kuishi huko Ngomai. Mimi niwashukuru sana, na tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata chakula shuleni. Wale ambao mnakwenda kucheza, michezo ni burudani, michezo ni afya, lakini michezo ni upendo pia. Tunaamini kwamba mtakwenda kuonyesha vipaji vyenu na hatimaye kwenda kuonyesha uwezo wenu pale uwanjani. Naamini mtacheza mchezo wa kistaarabu bila kuumizana. Mchezo kama nilivyosema ni sehemu ya furaha. Niwatakie mchezo mwema. Nashukuru sana, asante sana. Rasmi, Mheshimiwa Diwani na viongozi wote. Mimi naitwa Mwalimu Kapesa na mwakilisha afisa elimu msingi wilaya. Wako sisi kama vijana tulikubaliana kwa pamoja kutumia njia hii ya michezo ili tuweze kuhamasishana kwa ajili ya kusaidia watoto yatima wanaishi kwenye mazingira magumu ili waweze kupata lishe shuleni na kuunga mkono serikali katika kuwachangia hawa watoto na watoto waweze kupata lishe shuleni. Mpaka sasa hivi katika uchangiaji wetu tulipohamasishana tumeshafikisha kiasi cha gunia 30 ambazo nitataja watu wachache, lakini kutokana na muda nitataja watu wachache, alafu wengine kwa sababu mimi ndo mtangazaji wa mchezo huu utasikia pale nikiwa na unguruma. Kwa hiyo mgeni rasmi Mheshimiwa Diwani ametoa gunia 4 za mahindi. Mimi mwenyewe nimetoa gunia 2 za mahindi. Katibu wa Chama cha Mapinduzi ametoa gunia 1. Katibu wa tawi la Ngomai Kati la CCM ametoa gunia 1. Kuna vijana wenzetu shabiki wa Yanga kama Hashimo ametoa gunia 1. Kuna mwenyekiti wa kijiji cha Ngomai ametoa gunia 1. Kuna shule ya msingi Ngomai imetoa shilingi 50,000. Watumishi wa serikali wa shule ya msingi Saigoni wametoa gunia 1. Shule ya msingi Chilanjilizi watumishi wametoa gunia 1. Lakini mkuu wa shule ya msingi Manyata pia amechangia na yeye 20,000. Kwa hiyo ni michango mbalimbali ambayo imetolewa, lakini pia kijiji cha Ngomai, kijiji kama kijiji hapa ametoa mwenyekiti mwenyewe gunia 1 na kijiji kama kijiji wametoa gunia 1. Kwa hiyo tumepata gunia 2 kutoka kijiji cha Ngomai. Tuna dokta wetu yule ambaye tumemchangia kiwanja, mashabiki wa Simba na Yanga hivi mwaka juzi, na yeye amechangia gunia 1 la mahindi. Afisa ugani alichangia shilingi 30,000. Kwa hiyo ni hao watumishi ambao tunaendelea kushirikiana na wao, jambo lao ni jambo letu na sisi jambo letu ni jambo lao vile vile. Kwa hiyo nikushukuru, kutokana na muda tuendelee tupate picha pale kidogo, alafu tuendelee na mchezo. Baada ya hapo tutakuwa na zoezi la mwisho la kukabidhi kwa niaba. Maana gunia 30 tunagawanya katika shule zote za kata ya Ngomai. Tuna shule 5. Kwa hiyo tutagawa shule zote za Ngomai, lakini hapa tumekuja na gunia 5 kwa ajili ya kuonyesha, maana tusingeweza kuzibeba zote kuleta hapa tena kurudisha. Kwa hiyo kuanzia siku ya kesho tutaanza kugawa mashuleni. Asante. Na baada ya muhtasari huo mfupi, basi timu zote zilijiandaa kuingia uwanjani kwa ajili ya mchezo huo, na hapo ni kapteni wa mashabiki wa Simba Sport Club Ngomai akiwatambulisha wachezaji kwa mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Kongwa. Na baada ya hapo pia mkurugenzi mtendaji aliungana na kapteni wa mashabiki wa Yanga kwa ajili ya kuwatambulisha wachezaji wake wote 11 waliopo uwanjani katika mechi hiyo. Na bila kusahau, baada ya tukio la utambulisho kwa hawa wachezaji wa timu ya mashabiki wa Yanga kata ya Ngomai, mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Kongwa alipata picha ya pamoja na watumishi wake wote wa serikalini waliofika katika uwanja wa CCM Ngomai. Pia likafika zoezi la kukabidhi yale mahindi kwa mkurugenzi huyo.
na mahindi hayo yalikuwa yameandikwa shule zote 5 kama kuwakilisha. Mwamuzi wetu wa mchezo huu nitamtaja kwa wazifa wake ni Askari Magereza. Ni dakika 45 kama nilivyokuambia. Mashabiki wa Yanga wao wamevaa jezi yao rangi ya kijani, bukta za kijani na jezi ya juu ya kijani, na mashabiki wa Simba wamevaa jezi nyeupe na bukta ya damu ya mzee. Kocha wa mchezo upande wa mashabiki wa Yanga yupo Fadhili, lakini kocha upande wa mashabiki wa Simba yupo Chinga, lakini pia tupo na kikundi cha 20G. Wao hawa ni wakodishaji wa mahema, wameleta huduma hapa Ngomai. Hakuna sababu ya kuendelea kuchimba viwanja vya watu. Mahema yapo, kikundi cha 20G na viti vyao wanavyo wanakodisha pale vizuri kabisa, wanaleta huduma. Lakini tukumbuke tupo na Dani Supermarket kutoka Kibaigwa, amekuja hapa Ngomai kwa ajili ya mchezo huu tu, kuja kusapoti tu. Mtu anatoka Kibaigwa mpaka hapa Ngomai, ni mtu ana upendo kweli. Lakini kwa mashabiki tujue kwamba askari wetu kata, askari wetu alioletwa, askari kata amechangia na yeye gunia 1 la mahindi. Kwa hiyo mpaka sasa tuna gunia 32 ambazo tutagawa katika shule zote 5, tukianza na shule ya msingi Chilanjilizi, shule ya msingi Saigoni, shule ya msingi Ngomai na shule ya msingi Manyata, lakini na shule ya msingi shule ya sekondari Kumnazi ndio itakuwa shule ya 5 katika shule zetu za kata ya Ngomai, na yote hii kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha lishe mashuleni. Lakini pia mwenezi wa kata CCM Bakari Mkalata naye amechangia gunia 1. Kwa hiyo tutakuwa na gunia 33. Refa anasema umefanya madhambi na mpira urushe kuelekea katika lango la timu la wananchi. Uwanja umejaa kweli. Ukiwepo katika uwanja wa CCM Ngomai unapata wifi bure kabisa, hakuna malipo yoyote kutoka kwa kijana huyu Constantino Mkalawa. Wewe ni kuunga tu, chaji ndo kipengele. Hii ni bonanza la mashabiki wa Simba na Yanga, haijaitokea katika taifa zima, inapatikana Ngomai tu kuhamasisha, kuchangia lishe kwa watoto yatima, kuisapoti serikali kwa wale watoto wenye mazingira magumu ili waweze kupata lishe. Inapatikana kata ya Ngomai peke yake, taifa zima la Tanzania. Msimu wa mwaka jana tulifanya mashindano pale Kibaigwa, Kiduku Ndondo Cup, na tunajivunia mashindano ya Kiduku Ndondo Cup ya pale Kibaigwa. Kuna mchezaji mmoja mpaka sasa ameshasajiliwa timu ya Namungo, anaitwa Ali, amechezea timu ya Galaxy kutoka pale Panda Mbili msimu wa mwaka jana, mabingwa hawa. Kiduku Ndondo Cup imezalisha mchezaji wa ligi kuu. Hayo ni mafanikio kutokana na uwekezaji uliowekezwa na Kiduku Ndondo Cup mwa msimu wa mwaka jana. Lakini hapa tupo na bonanza la mashabiki wa Simba na Yanga. Wapo wachezaji wa Chilanjilizi, wapo wachezaji wa Saigoni, lakini wapo wachezaji wa Ngomai vile vile. Kwa hiyo tumeunga wachezaji wote wa kata nzima ili kuonekana hili jambo tunafanya kikata, na ndio maana tunagusa shule zote za kata ya Ngomai. Hii ni furaha iliyoje! Sasa sijui haya matokeo ya uwanjani ndio yanaakisi mechi ya tarehe 12, sijui. Anapiga vizuri Kabweda, hatari kule katika lango la Yanga, toa kule kona. Refa, kuna mabadiliko. Kabweda anakwenda nje. Ngomai tumeshacheza mechi za mashabiki wa Simba na Yanga. Hii ni mechi ya 3 hapa. Mechi ya kwanza wananchi walishinda wakachukua soda. Mechi ya pili wananchi walifungwa, Simba wakachukua soda, na hii ni mechi ya 3 mpaka sasa wananchi wanaongoza. Kwetu hapa sisi ni utaratibu. Kinapigwa na amani tele. Achana na wale wananchi mashabiki wa Yanga wa kule dawa walikimbia mechi.
sisi tunapiga kwa amani, bingwa anachukua zawadi vizuri kabisa. Na hapa bingwa atapewa zawadi na Mr. King kinywaji, wasambazaji wa vinywaji hawa. Lakini kabla ya mchezo huu kuna mchezo ulichezwa hapa kati ya watumishi wa serikali pamoja na bodaboda. Matokeo ni 2-2. Goli la watumishi, Mr. Nyato amepata goli siku ya leo mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ngomai, lakini alikuwepo James hapa. Wote hao wamecheza leo kuonyesha ushirikiano. Walimu pia wa sekondari walikuwepo hapa wakiongozwa na Mr. Chota. Hatari kweli. Lakini pia kulikuwepo na Msaiko upande wa bodaboda. Imepigwa mechi moja kibabe kweli hapa. Tunashukuru sana kwa sababu watoto hawa tunapaswa kuhakikisha wanapata lishe. Tupo na vijana ambao wamechangia, tukianza na Constantino Mkalawa, ni wakala huyu wa masuala ya kifedha, lakini ndio mkurugenzi wa Casto TV. Amechangia gunia moja la mahindi. Lakini tuna kijana mwenzetu yupo Kibaigwa, anaitwa Soni, ni mtoto wa marehemu Samsembe, yeye amechanga gunia moja. Lakini pia tupo na kijana anaitwa Justin wa Dongola, yeye pia amechanga gunia moja. Tupo na kijana anaitwa Isaya, wengi wanamjua kwa Isaya wa dukani, yeye pia amechangia gunia moja la mahindi. Lakini tupo na kijana anaitwa Saidi Mwenga, anauza vifaa vya umeme. Kijana huyu naye amechangia 20,000. Hao ni vijana ambao matukio yote unayoona tunayafanya hapa Ngomai lazima watie mkono wao. Lakini tupo na kijana anaitwa Norasco Mngongo, yeye pia amechangia 20,000. Hao ni vijana ambao naendelea kwa appreciate sana hapa Ngomai. Ni kizazi cha dhahabu ambacho kinaendelea kutambua umuhimu wa matukio ya kijamii. Lakini tupo na ndugu yetu anaitwa Mwalongo Hardware. Huyu ni mtu wa Kibaigwa, hajawahi kufika Ngomai hata mara moja. Kupitia mashindano ya Kiduku Ndondo Cup tulipomsapoti kwenye matangazo, na yeye alipoona tu mtandaoni tuna sapoti, akasema na yeye atachangia gunia moja, na amechangia gunia moja. Mpaka sasa ameshachangia. Ni mtu wa Kibaigwa, hana mtoto hata mmoja hapa Ngomai, lakini kasapoti gunia moja la mahindi. Lakini baadaye tutapata zawadi ambayo amekuja nayo Dani Supermarket, na leo kwa mara ya kwanza mtamuona hapa Dani Supermarket kupitia mashindano ya Kiduku Ndondo Cup tulipomsupport pale Kibaigwa, na yeye akasema mimi leo nitakuwepo Ngomai, na jana alikuwa leo amesafiri usiku kwa usiku kuja kushuhudia tanange huu hapa Ngomai, na tupo naye hapa mkurugenzi wa kampuni ya Dani Supermarket. Lakini usisahau kwamba tupo na ITV, watachukua matukio haya live kabisa. Nadhani kutokana na muda siku ya kesho kwenye taarifa habari watarusha mubashara kabisa. Lakini tupo na Channel 10, lakini pia tupo na Clouds TV, tupo na Casto TV, watarusha mubashara siku ya kesho. Lakini Casto TV hawa wanahusika na masuala ya YouTube channel. Utaanza kupata matukio mbashara katika channel ya Casto TV. Unaweza kuendelea kusubscribe pale, kushare, like, comment ili kusapoti. Lakini tupo na Tanesco Chinga Boy, yeye amesapoti 20,000 ya Kitanzania. Lakini Sauli Chinyose pia yeye pia amesapoti pale 20,000 ya Kitanzania. Mpaka sasa kipindi cha pili nina maneno mengi sana ya kuzungumza, lakini tupate mapumziko. Mimi kama mwandaaji wa mashindano haya, ni bonanza la mashabiki wa Simba na Yanga kwa ajili ya kuwasapoti watoto yatima wanaoishi kwenye mazingira magumu.
tumeona sisi kama mashabiki kusapoti watoto hawa kwa ajili ya kuendelea kuisapoti serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhamasisha masuala ya lishe shuleni, na sisi kama mashabiki kwa pamoja tukaona tusindikize siku ya mwananchi, lakini huku ni siku ya Simba Day. Kwa pamoja wote tumeamua tuweze kushiriki katika bonanza hili, na tukasema tuhamasishane ili tuweze kuwasapoti watoto hawa, na tutasapoti shule 4 za msingi na shule 1 ya sekondari katika kata nzima ya Ngomai. Shule zote zitakuwa ni shule 5, na mpaka sasa tumekusanya takriban ya gunia 34. Mpaka leo tunafika katika siku ya bonanza, tumeona tukusanye kwa pamoja kwa ajili ya kuwasapoti watoto hawa, na mpaka sasa hivi tupo hapa. Mgeni rasmi wa bonanza hili tulimwalika mkurugenzi wa wilaya ya Kongwa, na tunashukuru kwa sababu serikali yetu imekuwa sikivu sana, wanatusapoti sisi kama vijana. Tunawashukuru sana, tuendelee kutuunga mkono na tunaamini kupitia bonanza hili tunaendelea kuwashawishi na kata nyingine, wilaya nyingine na taifa nzima kwa ujumla, ili bonanza kama haya yaendelee kufanyika sehemu mbalimbali, ili tuweze kuwasaidia watoto hawa, kwa sababu wakipata lishe shuleni tunaamini watakuwa wanafanya vizuri na mambo yatakuwa vizuri na watoto wetu wataishi vizuri wakiwa shuleni. Sisi kama vijana tumeguswa na mazingira ambayo tunaona watoto yatima wanapitia huku mitaani, lakini tukasema tusianze na mtaani, tukaona vizuri sana tuanze kwanza na shuleni, kwa sababu serikali inahamasisha watoto wapate lishe shuleni. Na mimi kama Kiduku Ndondo Cup, CEO wa Kiduku Ndondo Cup, nikawashawishi wenzangu mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, tukaungana kwa pamoja, tukaona kwa pamoja tunaweza kufanya tukio kama hili ili tuweze kuwasapoti watoto hawa waweze kupata lishe shuleni. Hiyo ndo kiu hasa ya kuendelea kusapoti watoto hawa, na ikiwezekana Tanzania nzima, ili tukio kama haya yaendelee Tanzania nzima, tuweze kuwasapoti watoto yatima kuanzia mashuleni mpaka mitaani. Naitwa Geoffrey Mdemu, kapteni wa Simba Sport Club. Mchezo sio mbaya sana, tumeweza kuongozwa goli moja kwa makosa ya kawaida. Lengo letu sisi kama vijana tumeamua kufanya tamasha hili kutokana na vijana wanapopata tabu, hasa wanafunzi ambao hawana wazazi. Tumeamua kufanya bonanza hili kuhamasisha watu watusapoti, kuwasapoti vijana. Nashukuru sana. Lengo kuu la tamasha hili lilikuwa ni kusapoti wadogo zetu, kuwasapoti wadogo zetu ambao wana mazingira magumu. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa timu ya Yanga tukahudhuria tamasha hili ili kuja kuwasapoti wenzetu walioanzisha tamasha hili. Nilikwambia kuna ndugu yetu anaitwa Dani Supermarket. Yeye ana supermarket pale Kibaigwa, ni mfanyabiashara huyu. Tulimsapoti sana Kiduku Ndondo Cup pale Kibaigwa. Sasa kwa sababu na yeye ameona tulimsapoti pale Kibaigwa, ameona na yeye aje kutusapoti pia katika bonanza hili, na amesema amekuja na mifuko ya sabuni, mifuko 3 hapa uwanjani. Kwa sababu lengo letu ni kusaidia watoto yatima wanaoishi katika mazingira magumu, lakini pia tunajua shule zetu zote 5 wanafunzi wapo kambi, kwa hiyo wanahitaji kufua. Sasa zile sabuni, ile mifuko yote 3 itakuja hapa. Katika hizi fedha ambazo zinachangiwa hapa, tutaongeza mifuko 2 ili kila shule ipate mfuko mmoja. Kama nilivyokuambia, wapo vijana wenzetu wametoka pale Dodoma, waandishi wa habari hawa. Huyo unayemwona mwenye jezi ya Zidane Seleli ni mkurugenzi wa Swaiba Mjenzi. Na muda wa Dani Supermarket kukabidhi zawadi ulifika, na yeye alikuja na zawadi ya mifuko ya sabuni kutoka katika supermarket yake iliyopo Kibaigwa, na hapa alifanikiwa kumkabidhi diwani wa kata ya Ngomai, na haikuishia hapo tu, alimkabidhi na mkurugenzi pia. Tulipokwenda pale ofisi ya mkurugenzi alitupokea vizuri na akatuonyesha maeneo ya kufanyia kazi na akatupa ushirikiano wa kutosha. Tunashukuru sana, wilaya yetu ya Kongwa inatupokea vizuri vijana wote ambao tunajishughulisha
na kuhamasisha mambo mbalimbali. Tunawashukuru sana, tunamshukuru mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya ya Kongwa, mkuu wa mkoa pia kwa sababu alishawahi kufika hapa Ngomai. Tunaendelea kutoa shukrani za dhati kabisa kwa wilaya yetu ya Kongwa, kwa wote ambao wanaendelea kutusapoti. Yupo katibu wa mpira wilaya ya Kongwa anaitwa Mwiki, tunamshukuru sana kwa sababu amekuwa akisapoti kila tukio. Yeye ni mwalimu wa Kongwa lakini anasapoti sana mambo ya Ngomai ya mikoa 2020. Imagine yeye ni mwalimu wa Kongwa lakini anasapoti matukio ya Ngomai. Tunawashukuru sana. Na mchezo ulimalizika Yanga akiwa mbele kwa goli 1-0 dhidi ya mashabiki wa Simba Sport Club wanaopatikana katika kata ya Ngomai, na hapo mashabiki wa Yanga walikuwa na furaha kubwa sana baada ya kutamatika mchezo huo. Tunasema hili bonanza ni mahususi kwa ajili ya kuwasaidia watoto yatima wanaishi katika mazingira magumu ili waweze kupata lishe, na ndio maana tukasema wote watapata zawadi. Kwa hiyo ndugu mkurugenzi, mgeni rasmi, tutaanza kuwakabidhi mashabiki wa Simba. Wao wana kreti 2 kutoka kwenye kampuni ya Mr. King Kinywaji ambayo mmiliki wake ni Mr. Diwani wa kata ya Ngomai. Alisema atatoa zawadi hii na yeye anatusambazia vinywaji hapa. Kwa hiyo keteni utaenda pale kwa niaba ya Baada ya zoezi la ugawaji wa zawadi kutamatika, hapo mkurugenzi alikuwa anaagana na wenyeji wake baada ya mchezo mzuri na kushiriki kwa pamoja tukio hili. Walimshukuru kwa kuwa naye pamoja na kwa kuhitimisha bonanza hili vizuri na kwa ajili ya uchangiaji wa lishe wa watoto shuleni. Lakini matukio haya asilimia kubwa huwa ni mara moja tu kwa mwaka, na hili jana Simba Day ilizindua wiki ya Simba Day ambapo tarehe 8 itaenda kufika tamati, na tarehe 12 ni mchezo wa ngao ya jamii. Leo nyewe kama mashabiki mmepoteza, mnaliongeleaje swala la tarehe 12? Kwa majina naitwa Godfrey Nyato, ni mkuu wa shule ya msingi Ngomai, pia ni mchezaji wa timu ya maveterani. Katika bonanza la leo ambao ilikuwa ni kampeni ya uhamasishaji ya uchangiaji wa lishe ya watoto kutoka mazingira magumu na yatima, tumecheza bonanza vizuri. Tuwashukuru sana wapinzani wetu, walikuwa vizuri, lakini mechi imeisha sare ya 2-2 nikiwa mimi mwenyewe captain na nimeweza kufunga goli kwa kusawazisha. Asante sana, nashukuru kwa muda wako, nikutakia wakati mwema. Asante sana. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ulikuwa mchezo mzuri, mchezo wenye ushindani, mchezo ulikuwa tafu, ila tunamshukuru wala kwa kupata matokeo mazuri. Tunashukuru. Hongereni sana kwa mchezo, na naona mmepewa zawadi pia na mheshimiwa diwani. Leo ni wiki la mwananchi limezinduliwa na tarehe 12 ni ngao ya jamii. Pia unauongeleaje mchezo huo? Kwanza sisi tunamshukuru mheshimiwa diwani Mr. King kwa kutupa hii zawadi. Sisi kama mashabiki wa Yanga na wachezaji wa timu ya Yanga tumeshukuru, na tunatarajia mchezo huo wa siku ambao tutakuwa tunacheza ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga, basi tunaenda kupata matokeo mazuri. Asante sana, hongereni pia kwa ushindi wa goli 1-0, nikutakia wakati mwema. Asante Yanga! Kwa majina naitwa Saidi aka Saside. Mimi ni msemaji wa Yanga kwa kata yetu au kijiji chetu cha Ngomai. Tunashukuru bonanza lilikuwa nzuri, limetuhamasisha, lakini pia lilikuwa linahusisha issue nzima ya kuchangia lishe kwa watoto wasiojiweza. Kwa hiyo tunashukuru, sisi Yanga tumeshinda na tumetoa motivation, tumepambana, tumechukua ubingwa ambao umetoka kwa mtu ambaye ametuahidi atatupa hizo kreti za soda. Kwa hiyo tumeshinda, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Kwa hiyo hapa anaposema mimi ni msemaji wa Yanga, kwa hiyo tunashukuru sana, tumeshinda. Malengo yetu ilikuwa ni kushinda na kuwa inspire watu wengine, na tunaamini hawa wenzetu hao wamesema kwamba Jumamosi ijayo
pia wanahitaji bonanza kama hili, na tutapiga back to back. Tumeambiwa kuna kreti kama 10 hivi, kwa hizo nazo tunazichukua. Hata wafanyaje, Simba kwetu sisi ni watoto. Yanga! Majina naitwa Bakari Robert, ni mwenyekiti wa mashabiki wa Yanga Ngomai. Ya bonanza leo kati ya washabiki wa Yanga na Simba ilikuwa ni bonanza zuri kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu, wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum. Tunashukuru Mungu, bonanza limeisha vizuri na washabiki wa Yanga au wapenzi tukapata pointi 3 pamoja na kupata zetu soda kreti 3 kutoka kwa wadhamini mbalimbali. Yanga ni moto kuanzia vijijini mpaka mjini, kwamba hii ni ishara ya tarehe 12 ambayo tunaenda katika pambano la Yanga na Simba la ngao ya jamii, kwamba matokeo yanayopatikana leo ndio hayo ambayo yatapatikana na siku ya tarehe 12. Tunawaambia washabiki wa Simba wakae tayari. Hongera kwa mchezo mzuri na kutakia wakati mwema. Asante. Kwanza nipende kusema alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza game salama. Wapinzani wetu walikuja wamejiandaa vizuri, pia na sisi tulijiandaa vizuri. Bonanza limechezwa vizuri, nashukuru tumeweza kupata pointi 3 muhimu. Wachezaji wangu walikuwa kwenye physical, walikuwa hapo vizuri sana, wameweza kwa timing. Wachezaji wa Simba wameweza kupigwa bao moja na kupata zawadi ya soda kreti 3, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza salama mpaka tumemaliza, na ametuwezesha kupata mchango ambao tulikuwa tunahitaji kupeleka kwa watoto wenye mahitaji muhimu katika shule. Kwa hiyo nipende kusema tu alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Inshallah. Asante, hongera kwa mchezo mzuri na kutakia wakati mwema. Inshallah. Na matokeo leo Yanga 1 Simba 0. Nikiripoti kutoka Ngomai, mimi Konstantino Mkalawa, Kastoni TV.